Yo, bana mambo vipi? Majina yangu mimi naitwa B1. Unaweza ukasema Ben lakini nimeweka 1 kwa sababu Ben ni mmoja tu Tanzania mzima. Leo bwana nimepata nafasi na bahati kubwa sana kupiga story na ndugu yangu. Anaitwa Bingwa wa viporo Tanzania mzima, mzee wa kuteleza kama bamia. Wasambawa na mambo wakamuita huyu jamaa Hombo. Sasa sijajua leo tutajua mengi. Cha kufanya weka karibu na mimi tu na usiondoe hapo ulipo, baki tu hapo. Aisee, mambo vipi? Bwana safi kabisa. Hebu shuka na lile jina lote kwa mtiririko. Bwana kama unaweza kunitaka Bingwa viporo Tanzania nzima ama CEO wa michezo kujimwaga wako chini wako mimi na wako teleza kama bamia. Usambana na mambo babangu siku hizo wananitaga Hombo. Wanakuita Hombo baba. Ili Hombo ni nini? Tukianzia hapo kwenye Hombo. Hombo maana yake kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili yani. Hombo ni kilugha? Ile kwa Kiswahili, kwa Kisambaa ndo Hombo. Okay. Kwa hiyo kwa Kiswahili tunasema bamia. Kwa jamaa wa Sambaa na mambo siku hizo wanamuita bamia. Kwa sababu ni kwamba anateleza. Unateleza. Nateleza na biti. Nateleza na michambo. Unavyokuja ndivyo tunavyokupokea. Kwa tunateleza na wewe hivyo. Basi leo tumepata wasaa mzuri sana wa kupiga story. Mimi nikasema bwana kwa nini imekuwa hivi? Jina kubwa mtandaoni Rasco. Kwa hiyo nikasema hebu na mimi nijisogeze paka pale, na hapa maeneo fulani unafanyaga interview zao nyingi hapa tunaonaga kwenye ile eneo. Karibu mtani kwangu. Kaka, tukianzia hapo, wewe umeanza haya mambo mwaka gani kaka? 2019 baada ya kutoka jeshini. Kaka, umeenda jeshi kumbe? Ile ya muji, ile ya sheria ile. Mujibu wanaita. Mujibu. Baada ya form 6 kuna ile miezi mitatu ile. Kwa hiyo pale ukasema bwana mimi niende, nikaenda kuteleza na maripoti. Kwa hiyo ndugu yangu umepata zile wanasemaga jeshini kuna shida kweli? Hivi ni kweli wewe umepata hiyo experience ya kuingia kule? Shida zipo. Shida zilizopo kule ni mazoezi. Sababu mara nyingi mili yetu shule hatujaiandaa kimazoezi. Kwa hiyo ukifika kule kama una pumzi, viungo vimekaza, ndio ugumu wa kule. Ndio ugumu. Lakini maisha ni malaini tu. Ukija kwenye kesi ya mazoezi, mambo yanakuwa magumu. Kabisa. Lakini wanadai wanakula vizuri sana. Bwana tusiongee uongo. Jeshini watu wanakula. Sana. Vizuri sana. Labda kambi yetu sisi. Mkuu wa kambi ile kwamba hana baya. Uruta alikuwa anaenjoy. Usiongee uongo. Mlikuwa mnaenjoy maisha mazuri. Uruta alikuwa anabamiza. Chai ya maziwa, si nyama alikuwa anakula sana. Rasco, umekuwa na jina kubwa sana sasa hivi. Jina lako limekuwa kubwa sana, linazungumzwa sio Korogwe tu, Tanzania kwa ujumla paka nje. Naona nikiwaga kwenye zile live zako, naonaga wanapanda watu paka kutoka USA, watu wanatoka Canada, watu wanatoka South Africa, na bado mnaongea nini siri ya haya yote? Moja kabisa, hamna maajabu brother. Hamna maajabu. Na nikisema hamna maajabu, hata ukifuatilia content zetu ni za kawaida. Kwa hiyo naweza nikasema tu Mungu akikuchagua basi hakuna wa kuzuia. Kwa hiyo Mungu akikuchagua ni upepo tu umetuamkia. Wangapi wanafanya content brother? Ndio hicho wanafanya content za budget kubwa. Sisi tunaweka simu, tunaongea. Katokea tu tumependa na mwanangu Kingamuzi. Basi watu wanaelewa combination yetu. Kwa hiyo unajua nimejaribu kuangalia jinsi hata numbers. Sasa hivi mzee namba zinaondoka. Tunatembea. Tulitegemea kuyaona haya yote kwa wasanii ambao labda wako wewe unawezaje? Huko Korogwe, huko Tanga kijijini huko. Tunaweza tukasema hatuwezi kulinganisha na mjini na yani. Lakini bado clip zako zinaenda na watu wa wanakubali kazi. Yaani hii unawezaje kuendo hichi kitu? Moja kwa moja nishajizoesha ile twende kwa sababu hiyo ni ya kwako. Moja kwa moja nikiripoti kutoka hapa, ninachotaka tu kukuambia ni kwamba narudi pale hamna maajabu. Na Korogwe Tanga. Tofauti kweli zipo. Tayari kule kunaitwa huko kunaitwa Tanga. Kingine population ya kule ni kubwa. Namba kubwa ya wasanii ipo kule. Kwa hiyo ukimtaka mtu fulani utampata kwa urahisi compared na tofauti na huko. Yani in simple way ni kwamba nasoma kile ambacho wanafanya wao ndio wanafanya. Ukisoma kupitia watu wanavyovifanya, mara nyingi utajikuta tu kama una copy hivi, hata uongeaji
Okay. Ideas pia zitakushinda kwa sababu tunabezi sana copy. Kusoma wenzio. Ninachokifanya mimi ni kusoma kwenye internet. How? Ngopa sana neno how. Baba kimoko. Ni jinsi gani? Ya video kwenda viral. Ni jinsi gani? Au muda gani ni post clip yangu iende? Hapo ndo tunapopishana. Bas. Hakuna jipya. Uchawi huko hapo. Anategemea watu. Korogwe watu hawapo. Yaani kwa mfano mimi nikahoji watu. Korogwe si wapo? Wapo watu. Haya. Kuna ardhi. Tunasimamia ardhi. Korogwe haipo. Kwa hiyo mimi naona kabisa sina ulazima wa kwenda Dar. Okay. Kwa hata mimi natamani wale wanaokuepo Dar waje huko. Okay, nikiongeza swali hapo. Haujawahi kutamani labda kuhamia Dar es Salaam kwa sababu tunaona kila mtu akifanikiwa, akianza tu mafanikio kidogo anahamia Dar es Salaam. Sijui nini, wasanii wa filamu wakifanikiwa wanahamia Dar. Wasanii wa muziki wanahamia Dar. Na watu imeaminika kuwa ili ufanikiwe lazima uwepo Dar es Salaam. Na nimejaribu kupitia komenti zako nyingi kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wakikushauri au wakikushawishi kuhamia Dar es Salaam. Utasikia mko wapi? Niko Tanga. Kwa nini usije? Siku moja nilikuwa niko kwenye live yako ninasikiliza, kuna mtu mmoja akasema, kwa nini usije Dar ili tufanye content?" Wewe mpango wako na Dar es Salaam ukoje? Bwana, katika harakati zangu, kitaalamu anasema kwenye project zangu. Kama zitanihitaji kuwepo kwenye ile jiji mimi nitaenda. Sasa hivi uko hapa. Niko hapa kwa sababu Dar es Salaam hakuna kinachonipeleka kwenye ideas zangu. Vijana siku hizi wanaita content zangu. Hakuna ambayo ni lazima mimi niende Dar es Salaam. Okay. Umenipata? Okay. Kwa hiyo nikihitajika nitaitwa. Na kwa nini wanasema niende Dar? Huduma za kijamii, hizi za kimitandao ya kijamii. Wengi wapo mjini, kwa sababu kama ni maduka, matangazo yako Dar es Salaam. Tazama sasa watu wanavyoleta masiara. Sasa hivi sisi upepo umetuwakia. Mimi naitaga upepo. Kuna mawili kwenye mambo ya sanaa. Mwenyezi Mungu anaweza kablesi, yani akawabariki kupanda kwenu mpaka mnakuja kufa, mje kudrop, na kuna kupanda na kupotea. Hivyo vitu mtu anabidi aviweke kichwani, avijue. Sikiliza point hiyo. Kwa hata creators ambaye anaenda kuanza alijue kuna kupanda na kushuka, na kuna muda mwingine unapanda ushuki. Mifano ipo hai. Kuna watu walikuwa maarufu leo wako wapi? Hawana chochote. Jina lilikuwa kubwa ila hana, jina lishashuka, hana kitu. Kuna mwingine alipanda akapiga na hela, jina limepotea, amebaki kwenye mafanikio hivyo yani. Kipi ambacho wewe unakitamani haswa? Upande jina lipotee ubaki na hela, upande uwe na jina usiwe na hela, au upande uwe na kila kitu? Vyote kwa pamoja. Jina liwe juu, uwezo uwe juu. Tukizungumzia hapo, nataka tubadilishe mada kidogo, nataka tuswitch tuingie kwenye mahusiano. Inasadikika kuwa hata wewe mtazamaji unaweza ukapata hichi kitu kwamba wachekeshaji wengi, hasa wewe ni comedian, hata ukiongea unaongea comedian tu, yani comedian ni maisha ambayo unayaishi. Inasadikika kuwa hawa wachekeshaji wapenzi wao huwa wana enjoy sana maisha, kwa sababu jamaa anuni sana, akasiriki muda wote anawaza content, kwa anaweza kutengeneza content hata akiwa nyumbani. Nataka tuzungumzie maisha yako ya sanaa na mahusiano yako. Je, mahusiano yako ulionayo yaliletwa na sanaa, au mahusiano yako nayo yanaishi kama wewe unavyoishi, au kuna utofauti kati ya maisha yako unaishi ya sanaa na maisha yako ya mahusiano? Sababu umeni reflect mimi sasa. Unilenga mimi. Wewe sasa. Hujaiweka in general kwamba comedians si nini? Hii sasa swali ni kwako. Kwangu mimi. Kwanza mahusiano wangu mimi yanaenda comedy vibe. Yanaenda kikomedi. Mimi ni comedy. Kaka mimi ni comedy kiuhalisia. Mimi si pretend, yani sijiandai. Sio mvahusika, wewe ni mhusika. Mimi ni mhusika tu. Yaani wewe ni character inayoishi hiyo. Sasa huku mtandaoni huenda sijaonesha comedian. Nimejificha kwenye kivuli cha kingamuzi. Nimemtanguliza yeye mbele afu mimi nikajificha. Lakini nilosoma nao, nilokaa nao ndo anajua mimi nilikoje. Vitu vya serious kwangu mimi mwenyewe huwa nasema ni serious, lakini anayepokea na jamaa
masiara. Kwa hiyo hata nikiwa na bebes nini wanasema mchizi afai. Yaani masiara mengi, unakuta mtu ana shida nini. Mimi nishakuachwa kaka kisa masiara. Mchumba ananiambia nitumie 1000 nijiunge. Nikamwambia tumia. Alisema nitumie, nitumie 1000, nikamwambia tumia. Baba ukaachika. Na uwezi amini. Aliziacha serious kabisa, afu alichukia. Kwa hiyo tunavyoongea sasa hivi huko kwenye mahusiano au hauko kwenye mahusiano? Nilitaka kumuoa sasa. Ni mwezi napatikana. Bwana msikia harusi Lazima kasema aliyotaka kumuoa mwezi unaisha sasa hivi hapatikani kwenye simu. Swali ni kwamba wakati unamfuata kwa approach ulimwambia kwamba wewe ni comedian au alikuona kwenye mitandao ndio kama approach? Huyu mama TikTok. Ulikutana naye TikTok. Mimi sasa hivi sina deal na TikTok. Wewe TikTok ndio unaonea wadada huko na kuwapenda huko. Wenyewe tunapendana huko. Kuna muda anapendwa mimi, kuna muda anapenda mimi. Hivi. Tena namtaja. Amtaje asimtaje. Anasema basi sawa, kama wewe ndio mwenye privacy yako, kama utaamua kututajia basi sawa, ili tumwambie mwanangu sio kweli, pokea simu. Kama unaona hii clip popote pale ulipo, pokea simu, jamaa yuko serious, anataka kuoa. Lakini umzoee kwamba userious wake anayofanya ni huo. Ndio maisha yangu. Yaani comedy ndio serious, sio kwamba yeye ni mwigizaji anaambiwa vaa hii character. Yeye kashaivaa kuanzia kuzaliwa. Pole sana baba. Pole ya nini, ndio maisha. Kwa hiyo sasa una mpango gani na huyo? Au umeshapata mwingine? Masa unashinda TikTok. Ujue mwanamke kama pesa blaza. Kwa nini nimefananisha pesa na mwanamke? Pesa tunaitafuta wanaume. Pesa unaweza ukaipata ukadumu nayo. Mpaka unakufa. Sasa hapo unampata mwanamke unadumu naye mpaka unakufa. Kuna wakati pesa unaipata inatoka. Yaani unafilisika. Kuna muda unapata demu unaenda naye anakuacha. Kwa hiyo nataka kujua. Wewe umeona? Kwa hiyo nipo kwenye harakati za utafutaji. Kwa hiyo huko single unapata mademu wanatukataa kwa sababu upumbavu wetu. Tena sio wetu, upumbavu wangu unaachwa. Sasa ile hali mimi nishaizoea na kawaida. Kwa sasa hivi huko single au havieleweki kaka. Havisomeki. Kwa kuna mmoja naye anakuambia sawa lakini haeleweki. Kwa havisomeki, hujui uko wapi baba. Kwa hiyo kwa mfano mtu anakufuata anakuambia kaka na 10,000 na swali langu nataka unijibu. Uko single au tayari uko kwenye mingo, utasemaje? Sasa hapo 10,000 yako wenda mimi 20,000 mfukoni, ndio kwambia ondoka na hela yako. Kwa sababu unakuwa unaharibu mifumo. Unaniharibia. Inaonekana kuna mtu umemweka private na atatazama afu utaona itakuwa balaa, atakuacha na. Sasa nawaza mmeachwa mara ngapi? Bado hamna mtu anaachwa kama mimi. Unaachwa sana. Afu hata sijali. Kuanzia Januari mpaka hii tuliyokuepo leo umeachika mahusiano mangapi? Sio wataje. Taja tu hata kwa majina wakati tunahesabu ili itakaa vizuri. Sitakuwa nakumbuka vizuri. Rehema umeniacha na kutaja. Wewe Rehema sio poa, umemwacha mwanetu Unajua mtoto wapi? Wapi wewe? Uko kwenye maulidi uko anakuitaje? Mgombezi. Rehema mtoto wa Mgombezi. Wewe sio ukija huku unavuka Mtoluvu. Mezo na mamba. Ex ya bebe na mamba aliwe tu. Huyo akakuacha Januari hiyo? Si juzi. Kwa hiyo mwingine? Wewe waache tu, wengine washirikina. Okay, back to business. Talogwa. Tumesikia mitandao ya kijamii ilikuwa inawapa watu hela sana. Hasa TikTok nasikia sasa hivi inalipa. Nataka utupe elimu kidogo. Kuna mtu anajua TikTok inalipa, hajui inalipaje. Kuna mtu anajua YouTube inalipa, hajui inalipaje. Ila wewe ni miongoni kati ya watu ambao nasadikika mnapata hela mzuri sana. Na ndio maana hata inasemekana. Na ndio maana hata katika tulikuwa na sintofahamu ya wewe na msanii wako na komenti nyingi tukisoma pale chini, Lasco unaingiza hela, humpi mtoto hela, ufanye nini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna watu wanajua wewe unapiga hela. Safi kabisa. Kwa hiyo kabla ya kujua unapata shingapi, nataka utupitishe kwenye elimu kidogo. Vigezo gani mtu anaweza kuqualify kupata hela? Tuanzie na TikTok. Safi kabisa ndugu mwandishi.